Yo, karibu New Generation TV, sauti ya vijana, ngao ya jamii. Moto, hii ni media ya mtaa, habari, michezo na burudani, matangazo na real talk kutoka Kigoma. Tupo kwa ajili ya kizazi kipya chenye ndoto, nguvu na movement ya mabadiliko. Jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe, like na kucomment. Lengo na mazumuni ni kubadili dira ya ulimwengu. Hii ni yetu sote. Askofu Gwajima bado ameonesha msimamo wake mkubwa zaidi juu ya kauli mbiu yake ya kwamba uoga si rafiki na wala si sehemu ya maisha ya mwanadamu katika upande wa usahihi. Amezidi kudhihirisha msemo wake wapo kwa jinsi ambavyo amejitokeza na kuweza kuzungumza mengi makubwa akiwa anawahubiria waumini wake kanisani. Amesihi na kusisitiza kuwa katika kila siku za maisha mtu haupaswi kuwa muoga wa kufanya chochote, kwa sababu unaweza ukawa umeamua kuogopa kufanya jambo fulani kwa kuweza kuogopa kwamba akifanya kitu fulani utaweza ukafariki. Lakini Askofu Gwajima amekuwa na msimamo mkali zaidi, amezidi kuonesha zaidi kwamba yeye ni panga likatalo kuwili, yani kama ni moto tu. Amesema kwamba katika maisha yake kitu ambacho hatoweza kuja kukifanya ni kumuogopa binadamu au kuogopa watu, na ningali kwamba yeye ameumbwa na kusudi la Mungu, na kitu ambacho kitakachomuondoa duniani si mkono wa mtu bali ni mkono wa Mungu. Na amesihi na kusema kwamba kwa wakati huu watu ambao wanadhania kwamba anaweza akafa, ni kweli anaweza akapoteza kweli, ndio maisha, lakini kwa kiasi kikubwa amesisitiza kwamba hawezi kufa kwa sababu ya binadamu ametaka kufa, ametaka kumuua yeye afe, ila atafariki dunia pale ambapo mkono wa Mungu utakapokuwa umeingilia kati na kusudi lake litakuwa limeweza kufanyaje, limeweza kutimia. Sasa kauli hizi zimezidi kutukumbusha mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yakitokea nyuma. Maana hapo nyuma, kabla ya kanisa lake la kufungiwa kanisa lake, kuna mambo ambayo alikuwa akiyaongea, akiyahubiri kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea nchini. Kwa jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa yamezidi kusonga mbele na kuwa makubwa kiasi vile, basi Askofu Gwajima akawa ameondoka na kukimbia kanisa lake, na baadaye kanisa kufungiwa kabisa. Sasa kanisa lilifunguliwa na mambo yakaendelea, na mambo ambayo yanazidi kuendelea yanazidi kutukumbusha katika kile ama vile ambavyo vilifanyika zamani. Naona bwana. Kwa hiyo hii misimamo ambayo anazidi kuieleza na kusema kwamba katika kitu kikubwa ambacho yeye anaamini siku zote, hapa chini ya jua Mungu kila mtu amemuumba akiwa na kusudi na sababu ya kuweza kumuumba katika hii dunia. Unaona bwana. Hivyo basi sababu ya Mungu ikiisha, ndivyo hiyo siku ambayo mwanadamu anaweza akaondoka duniani, lakini sio eti mtu akipanga mtu fulani aweze kuondoka. Hapana, kila kinachotokea Askofu Gwajima amesema hivyo. Lakini pia amekuwa akiwasihi na kuwasisitizia sana waumini wake kwamba katika safari ya maisha yao, wapo popote pale, hawatakiwi kusujudia kitu ambacho kinakuwa kina impact yoyote katika safari ya maisha. Mfano ambao amezidi kusema siku zote kwamba yeye haogopi kuitwa jasusi, na siku zote amekuwa akisema kwamba kama yeye ni jasusi, basi yeye ni jasusi wa mbinguni. Na amekuwa akisihi na kusisitiza kabisa kwamba siku zote simba uwaga hana tabia ya kuogopa ovyo. Unaona bwana, anakuwa katika msimamo wake na anaamini kile anachokifanya kiko sahihi kwa wakati ule ambao yuko. Na amekuwa akiwasihi na kuwasisitizia waumini wake kwamba siku zote kama wewe ukiwa simba ukazaa watoto, alafu wale watoto wakawa wana tabia za nyani au tabia za kitu chochote kile ambacho sio simba, basi ujue kwamba wale watoto ambao wewe uko nao siku zote unaamini kwamba ni watoto wako. Hiyo ni saikolojia ndio inaamini hivyo, lakini kiuhalisia wale watoto hata kama wakiwa wanafanania vipi na simba katika muonekano wa nje, lakini ndani hao sio watoto wako, kwa sababu simba siku zote huwa ana tabia ya kumzaa simba. Unaona bwana, kama jinsi ambavyo simba wanavyoonekana polini, tabia ambayo anayo simba baba, simba mama, ndiyo hiyo tabia ambayo atakaokuja kupata mtoto ambaye atakayezaliwa. Kama jinsi ilivyo siku zote mtoto wa nyoka ni nyoka afundishwi kuuma, ndivyo ambavyo amekuwa akimaanisha siku zote Askofu
Gwajima. Askofu Gwajima amekuwa akionyesha hilo, na baadhi ya watu wamekuwa wakitoa maoni yake na kusema kwamba hakika huyu ndiye mtumishi wa kweli ambaye yuko duniani hapa kulitimiza kusudi la kweli, lakini pia kuongea ukweli bila uoga na kumtanguliza Mungu, kuamini kwamba yeye Mungu ndiye kila kitu katika safari ya maisha yake. Komenti za watu wengi zimekuwa zikizidi kuelezwa zaidi, na watu wamekuwa wakimpenda na kumkubali sana Gwajima kutokana na jinsi ambavyo amekuwa na misimamo yake mikali. Inaweza kawa misimamo ambayo anayoiamua ikawa sio sahihi, huenda labda kwa mfano katika imani fulani au katika watu fulani, lakini kwa jinsi ambavyo anavyosimamia misimamo yake, akisema kwamba hii ni moja, basi itakuwa ni moja siku zote, hataweza kutoka katika kile ambacho amekiamua. Siku zote amekuwa akisema kwamba yeye ni jasiri na haogopi yoyote, haijalishi kwenye gharika au kwenye jua kali. Yeye amekuwa akifanya hivyo na amekuwa akionekana akifanya hivyo. Kwa hiyo kama amekuwa akifanya misimamo ambayo inakuwa sio sahihi, sio salama, lakini ni mtu ambaye anasimamia misimamo yake kila iitwayo leo. Naona bwana. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kuonekana kusikika zaidi katika mitandao ya kijamii, na jinsi ambavyo Askofu Gwajima avuzidi kuteka mitandao ya kijamii kwa sasa, na kutokana na jinsi ambavyo maneno yake anayoyaongea amekuwa kiukweli amewa-inspire watu wengi. Siwezi kusema wote, watu wengi, kwa sababu huwezi kukubalika na watu wote, lakini pia huwezi kupendwa na watu wote. Wale watu ambao wamemkubali Askofu Gwajima wamekuwa wakijifunza vitu vingi zaidi kutokana na misimamo ambao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho cha kujifunza katika maisha ambayo amezidi kuyaonesha Askofu Gwajima, kwa sababu mwalimu wa mwenzako siku zote akiwa anafanya vizuri, unajitahidi na wewe angalau kujifunza kupitia yeye, japokuwa hata na wewe pia mwalimu wako yuko vizuri katika upande wa trending. Basi nikwambie kwa wakati huu hapa, mimi nakushukuru sana kuweza kuwa na mimi mwanzo pale ambapo nimeanza kufikishia taarifa hii ya Askofu Gwajima mpaka hivi sasa ambapo umeweza kusikiliza na kutazama mpaka mwisho. Nikushukuru sana mpendo, kokote kule uliko, haijalishi uko pande gani, lakini tu ukiwa unanisikiliza kama hivi na unajifunza ni jambo zuri zaidi. Lakini ningependa kama nawe ukipenda pia itapendeza zaidi, kwa sababu itakuwa tumependa kwa pamoja kitu kimoja. Unaweza ukasubscribe channel hii hapa. Ukisha subscribe utakuwa ni moja kati ya watu ambao wanapokea taarifa kwa wakati, lakini pia unakuwa ni moja kati ya member wa channel hii hapa, unakuwa wa kwanza kutana notification kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi kabisa. Fanya usubscribe, itapendeza zaidi. Share video hii hapa na wengine waweze kuiona, lakini pia usahau like video hii hapa ili kila kitu kiende sawa sawa. Unaona bwana. Basi kwa wakati huu bwana, nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye. Karibu New Generation TV, sauti ya vijana, ngao ya jamii, moto. Hii ni media ya mtaa, habari, michezo na burudani, matangazo na real talk kutoka Kigoma. Tupo kwa ajili ya kizazi kipya chenye ndoto, nguvu na movement ya mabadiliko. Jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe, like na kucomment. Lengo na mazumuni ni kubadili dira ya ulimwengu. Hii ni yetu sote.